Asante Bwana, wewe ni mema kwetu, mwenye nguvu na uweza wote. Mbele zako Bwana, tumekuja mbele zako katika asubuhi ya leo. Tumekuja katika nyumba yako, tumekuja mbele zako Bwana, mbele zako mfalme wa wafalme. Wewe ni baba yetu nasi tukiwa watoto wako. Asante kwa sababu ya siku hii. Ninaomba kwamba Bwana ukatusumuzie. Naomba kwamba Bwana unene pamoja na mioyo yetu. Naomba katika asubuhi ya leo, yeyote mahali popote alipo, Bwana ukaweze kumzungumzia kupitia kwa nguvu zako, ili jina lako litukuzwe na liabudiwe milele yote. Asante kwa sababu ya kila mmoja ambaye amekuja katika ibada hii, na ninaamini kwamba Bwana hauwezi ukafanya watu wako kukusanyika katika ibada kama hii usije ukazungumza pamoja na wao. Naomba utusungumzie, nitumie kama chombo ninaponena neno lako Bwana. Watu wako ambao watakaosikiza neno hili, Jehova Mungu ukaweze kugusa mioyo yao, na hata usungumze pamoja na maisha yetu,
Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu na Mwana kwa mimi. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Namshukuru Bwana kwa sababu ya asubuhi ya leo ambaye Bwana ameifanya tukaweze kuwa katika nyumba yake. Ni furaha kubwa kuwa katika nyumba ya Bwana, mahali ambapo unaweza kujiizi ukiwa katika mahali unahitajika, mahali ambapo hautakuwa na wasiwasi yeyote. Ni katika nyumba ya Bwana. Na kwa sababu muda wetu umeenda, nataka kuenda kushiriki katika neno la Bwana kutoka kitabu cha Wathesalonike wa pili mlango wa 3 na haya yake ndogo ya 3. Biblia inasema hivi katika jina la Yesu: But the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one. Hebu soma hiyo. Verse nyingine inasema, But the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. Bwana asifiwe. Maneno haya yanaweza kuandikwa na mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Paul. Anaandikia kanisa ya Wathesalonika, na aliwaandikia mambo haya wakati walikuwa na changamoto nyingi sana. Hasa kulikuwa na philosophers, watu ambao walikuwa na mizizi mingine, mafundisho mengine tofauti. So ikawa mtumishi wa Mungu Paulo anataka kuwaweka katika misingi ambayo ni misingi ya neno. Wengine walikuwa na changamoto wakati wenzao wamekufa, wengine wakaanza kufanya kazi. So ikawa wanajiweka katika njia ambayo haienendi na neno la Bwana. So Paulo anataka kuzungumza kitu hapa. Anawaambia hata kama kuna mambo yoyote, the Lord is faithful. Mungu ni mwaminifu. Nataka nikwambie mtu wangu asubuhi ya leo, Mungu ndiye peke yake ambaye anaweza kuwa mwaminifu kwako. Tunaishi katika dunia ambayo iko na kutokuwa na uaminifu mwingi. Kutokuwa na uaminifu, watu wameweza kugeuka, sio uaminifu tena. Sio uaminifu katika ndoa, sio uaminifu kibiashara, sio uaminifu kwa Mungu, sio uaminifu kwa serikali. Watu wanakuja pamoja, wanaanza mambo wakiwa na umoja na wakiwa na lengo moja, lakini wanapoendelea unapata kwamba wamepoteza uaminifu. So Paulo anasema katika dunia mtakutana watu wasio waaminifu, lakini mjue kwamba Mungu ni mwaminifu. Kristo Yesu ni mwaminifu. Waja watu wote waweze kuwa waongo, waja watu wote wasio waaminifu, lakini kuna Mungu mbinguni ambaye yeye ni mwaminifu kwa watu wake. Yeye alisimama pamoja na watu ndani ya Biblia akisema amekupenda, amekupenda. Alipenda Lazaro mpaka wakati ameshikwa katika kaburi. Bado Kristo anauliza mliweka wapi? Anauliza mliweka
haikuendei vizuri, ninakwambia kuna Mungu mbinguni ambaye yeye ni mwaminifu kwa watu wake. Aliweza kuwa mwaminifu kwa kina Shadraka, Mesaki na Abednego. Wakati njama zilitengenezwa, wakasema wataweka katika tanuru ya moto. Mungu alikaa mwaminifu hata ndani ya moto, na akaweza kuwakomboa kutoka ndani ya moto. Asubuhi ya leo kuna Mungu mwaminifu ambaye atakupigania, ambaye atasimama pamoja na wewe, ambaye atakuonekania wakati umeani na watu wote. Kuna Mungu mwaminifu katika maisha yako. Biblia inasema kwamba yeye aliwaambia wanafunzi wake, nitakuwa pamoja nanyi mpaka mwisho wa dunia. Uaminifu wake ni wa umilele. Yeye sio wa kukuacha wakati umeaibika. Yeye hawezi kukuacha wakati marafiki zako wamekuacha. Yeye hawezi kukuacha wakati mume wako amekuacha. Yeye hawezi kukuacha wakati pasta amekuacha. Uaminifu wake ni wa milele. Katika jina la Yesu wa Nazareti, haijalishi ni aina gani unapitia, iwe ni ugonjwa ambayo hauna tumaini, Mungu ni mwaminifu. Yeye atakukomboa kutoka kwa magonjwa hayo. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, wakati wako umekutosha. Kuna Mungu mwaminifu, mkimbilie yeye na utakuwa salama, na ni katika jina la Yesu. Kwa hiyo asubuhi ya leo Paulo anataka kuambia kanisa la Thessalonike, msiwe na wasiwasi, mimi ni Mungu na uaminifu wangu ni wa umilele, katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Katika kitabu hiki ninasoma Wathesalonike wa pili mlango wa 3 na aya yake ya 3. Ninataka nizungumze mambo matatu. La kwanza ndio hiyo ninazungumza, kwamba Mungu ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Biblia inasema but the Lord is faithful. Yani anasema lakini Bwana, hata kama kuna hayo mengine, lakini Bwana yeye ni mwaminifu. Hata kama kuna magonjwa, lakini Bwana ni mwaminifu. Hata kama uko na umasikini mwingi, lakini Bwana ni mwaminifu. Hata kama kunanyesha mvua nyingi, lakini Bwana yeye ni mwaminifu, atakupigania katika jina la Yesu. Jambo la pili, anasema Bwana atakusimamisha, atakupatia nguvu, atakujenga, atakusimamisha. The Lord shall establish you. Soma hiyo. Yeye ndiye atakayewatia nguvu. Anaposema yeye ndiye atakayekutia nguvu, anamaanisha kwamba nguvu zimepungua. Tunaishi katika dunia siku baada ya siku nyingine, tunaishiwa nguvu kwa sababu ya mapito tunayoyapitia. Tunapita katika dunia ambayo kuna watu wanaweza kukufanya nguvu zikuishie. Siku baada ya siku wanahakikisha kwamba umerudi nyuma. Umerudi nyuma kimaendeleo, umerudi nyuma kiroho,
nguvu. Nguvu peke yake tutapata wakati tumeishiwa nguvu katika dunia hii, katika vitina vilivyomo katika dunia, wakati tunaweza kupitia mambo mazito ya magonjwa. Bwana ni mwaminifu. Bwana atatutia nguvu, atafanya tusimame tena, hata kama tumerudi chini, lakini kama Bwana anaishi milele na upendo wake unaishi milele, na vile yeye ni mwenye nguvu na uaminifu wake ni wa milele, atatusimamisha. Hata kama miaka itaenda, yeye atatusimamisha, atatufanya tuwe stable, atatufanya tukaweze kuendelea tena, atatufanya tuweze kutembea kwa uwezo wa jina la Bwana Yesu. Nimekuja asubuhi ya leo nikwambie kwamba inawezekana Bwana kutia watu wake nguvu mpya katika jina la Yesu Kristo. Wewe uliye chini, wewe ambaye unalia unasema sijui kutaenda namna gani, nimekuletea Yesu wa Nazareti, yeye anayeweza, aliye na nguvu kusimamisha watu wake tena. Alisimamisha watu wengi ndani ya Biblia. Wakati Lazaro alizikwa, wakaweka jiwe, wakafikiria maisha, lakini Bwana aliye mwaminifu akamsimamisha tena, Lazaro akapata kuishi. Mungu ako na uwezo kukusimamisha tena, hata kama umerudi nyuma, unaweza kusimama tena. Hata kama umeishiwa na nguvu za kiroho, unaweza kusimama tena. Hata kama umeshambuliwa na magonjwa, unaweza kusimama tena, na uwezo wa Bwana utapata kuonekana. Nimekuja asubuhi hii nikwambia kwa jina la Yesu kwamba Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo ako na uwezo kusimamisha tena, kusimamisha tena. Ninarudia kusema Mungu wa mbingu, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye mamlaka, aliyeumba mbingu na nchi, ako na uwezo kusimamisha tena na kupana nguvu mpya. Naomba katika asubuhi hii Bwana kusimamisha tena katika yale ambayo nakwenda chini, akunyoshe mkono wake wa kulia, akusimamishe tena katika jina la Yesu. Oh, haleluya! Akusimamishe tena. Waliofikiria kwamba umeisha, wakuone tena umesimama. Yule anaitwa Hezekia ndani ya Biblia alienda chini mpaka akaletewa taarifa na Isaya nabii, akamwambia siku zako zimeisha na ugonjwa huu utakufanya uwe. Panda mambo ya nyumba yako. Akamlilia Bwana Mungu wa nafasi ya pili, akaweza kumwinua tena, hata kama siku zake zilikuwa zimeisha, akamwongeza mimkini yake. Ninazungumza asubuhi hii, hata kama umekuwa chini siku zake zimeisha, unaweza kuongezewa tena, maana Bwana ako na nguvu na uwezo wote katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Bwana asifiwe. Anasimamisha tena, anasimamisha tena, anarudisha tena vile ambavyo ulivyopoteza, anaweza kurudisha vilivyoliwa na nzige, zile zilizokuliwa na mandumandu. Bwana atarudisha tena kwa uwezo wa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo ninasema kwamba Mungu ni mwaminifu. The Lord is faithful. Jambo la pili nimesema Bwana atakusimamisha tena. The Lord will establish you again.
jina la Yesu Kristo. He will give you the new strength. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Jambo la tatu na mwisho. Katika kitabu hiki nimesoma. Tunasema hivi. There's a verse in 2 Thessalonians chapter number 3 verse 3. Inasema hivi, but the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one. Jambo la tatu, Bwana atakulinda kutoka kwa yule mbaya ama kutoka kwa uovu. Bwana atakulinda. Mungu atakulinda. Kuna walinzi katika dunia hii, lakini bado hawawezi. Kwingine Biblia inasema Bwana asipolinda mtu, wanaomlinda wanafanya kazi bure. Kwa hiyo Bwana yeye ndiye ako na uwezo kukulinda wewe. Hauwezi ukalindwa na madawa ya kienyeji, hautalindwa na pesa, hautalindwa na nguvu za majini, hautalindwa na michiki unaotapewa. Yule ambaye atakulinda kutoka kwa uovu wote anaitwa Yahweh, Mungu mwenye nguvu. Yeye anapolinda analinda. Yeye anapolinda anahakikisha uko sawa. Yeye anapolinda adui hatapata nafasi. Yeye anapolinda magonjwa hayatakushinda. Yeye anapolinda maadui watashindwa. Yeye anapolinda anahakikisha uko sawa. Kwa hiyo mambo matatu. Na kulenda Nyasaye. Kulenda Nyasaye. Mwengenwa. Wanasifiwe. Abantu na watarabena nupi. Nyasaye no mwengenwa. Ege tukia kabele. Nyasaye. Mungu. Namo konye. Nama katinge vitumila vigo waka. Nama katinge vitumila vigo watuoma. Nama katinge melina nemena soba kimogo. Nyasaye na otenenye. Na indena kwa chingu nchihia. Aseri epa ya Yesu. Nege tukia hata tukiuma hiyo. Inga Nyasaye. Na wareme. Kwa uwasa na bonsi. Na wareme kuwasa na wea kwa iluka yo. Na wareme kuwasa na wea kwa hua. Na wareme kuwasa na wea kwa menasa maje. Na wareme kuwasa kilu nchoma na minuma na nao. Bwana ni mwaminifu. Atakulinda. Atakusimamisha. Katika jina la Yesu Kristo. Oh, haleluya. Atakulinda. Atakulinda. Lazima nikwambie hivi. Ulinzi kamili. Ulinzi ulio bora unapatikana kwa Yesu. Ukiwa ndani ya Yesu. Amen. Hata maadui wakikutafuta watakupata. Uovu utakutafuta, hautakupata kwa sababu nobody kwa Yesu iko kwa Isaia. Asema na Kristo Yesu. Nimeadia hapa katika asubuhi ya leo. Kama utasahau mambo yote, kumbuka kwamba Bwana ni mwaminifu. Kama utasahau mambo yote, kumbuka kwamba Bwana ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Ataenenda pamoja na wewe. Kama utasahau mambo yote, jua kwamba Mungu atakutia nguvu. Ako na uwezo ya kukupatia nguvu. Yesu aliambia wanafunzi wake, nenda mkae Yerusalemu, mngojea nguvu. Mtakapopata nguvu, basi mtoka kwenda mtangaze Injili. Mungu hakukufanya uende mbali. Asiko katika chakula tunayotumia. Chakula tunayotumia inatusaidia kwa mwili huu. Lakini zile nguvu za kukufanya uende
kwa uovu wote. Na jina la Bwana libarikiwe. Napenda tusome zote juu. Tunapenda kuomba pamoja katika asubuhi hii. Sijui ni nini imetingiza imani yako. Sijui ni nini imefanya umelegea. Sijui ni nini imekufanya umevunjika moyo. Lakini Bwana ni mwaminifu. Bwana ni mwaminifu. Bwana wewe ni mwaminifu. Wewe ni mwaminifu kwetu. Wewe ni mwaminifu. Hata ulikufa msalabani ili kwamba tukaweze kuokolewa. Ukawa mwaminifu hata msalabani, hata katika kifo ukawa mwaminifu. Watu wengi ndani ya Biblia waliopitia mateso, waliopitia mambo mazito, waliofyekwa na hali za maisha haya, uliweza kusimama pamoja na wao kwa sababu wewe ni mwaminifu. Naomba mtu wako ambaye amesikia habari hii asubuhi ya leo, Jehova Mungu waje tukushikilie, hata kama kuna mambo mengi ya kututingiza, wewe ni mwaminifu kwetu. Wewe utatusimamisha na kutupatia nguvu mpya. Wewe utatulinda kutoka kwa nguvu za giza za kila njia, katika jina la Yesu Kristo. Bariki mtu wako asubuhi ya leo. Inua mtu wako katika siku hii. Pigania mtu wako Bwana, na sifa na utukufu sitabaki kukurudia Mungu. Asante kwa yote na vyote. Bariki watu wako, inua watu wako, hata tunapoenda kutoa sadaka zetu, tunaomba Bwana ukaweze kubariki kila moja ambaye anahusika kwa ajili ya utoaji. Jina la Baba litukuzwe na libarikiwe milele yote. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini, mtu wa Mungu asema amen. Amen. Bwana akubariki sana na Bwana akutendee mema. Katika asubuhi ya leo tunatoa sadaka zetu. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Amen. Mungu akawabariki na akawaongezee kutokana na vile tumekuja katika madhabahu haya, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Naomba na kuamini. Amen. So tunaweza enda katika madarasa yetu ya Sunday School na Mungu awe pamoja na nyinyi. Amen.